Mimi nilipitia wakati mgumu sana. Nikajisogeza mwenyewe, nilisaidiwa na watu. Walinitumia pesa, walikuwa wananiambia nenda basi kachukue apartment ukakae, sio kafanya nini, nikamwambia sawa, lakini mimi siwezi kukaa katika apartment. Hapo kuna banda limebomoka hapa. Zile pesa mimi nikajenga, nimejenga mimi. Hongera sana. Asante. Nikajenga kwa sababu ya kujihifadhi, kukaa kwa sababu hapa najua niko babangu, lakini changamoto zilizokuwepo labda kwa ndugu zangu. Kila siku au mimi mwenyewe hawanisalimii, hawezi kuja kwangu, na wakijenja mara nyingi wanaishaga hapa dirishani. Ndio wanaongelea bei za hapa Anakuja mteja ndio, si inauzwa napata message kutoka dirishani na kwa kushout, sio kwamba naambiwa. Mimi sijaambiwa bei za kuuza, lakini mimi mwenyewe nazisikia kama wewe. Inakuwa inanichanganya kwa hiyo hata chumba ninachokaa unajua ninakaa chumba kidogo. Nakaa chumba kidogo sababu siwezi kutanua. Changamoto ile kwamba baada ya kujenga kila mtu anataka nyumba iuzwe. Mimi sijakataa. Sijakataa ikiuzwa, mimi nachukua matofali yangu. Kana tengeza. Una kiwanja? Nachukua hapana sina. Nachukua matofali yangu, nachukua madirisha yangu, naondoka nayo. Haina shida kwa sababu mali yao tena sisi tulivyokalilishwa na wazazi ambao walibaki kwamba walipogawa ndio walipogawa, wakaja wakatugaia frame. Kila mtu akapata frame yake, kwa hiyo kuna kodi ambayo anachukua, mimi napata ila unga nakula na nafanya biashara zangu. Mimi natengeneza sabuni za kahawa na sabuni za mchele. Za mchele ndio nilikuwa naziandaa, lakini za kahawa ziko tayari, naamini kabisa utaniungisha. Yes. Basi ndio hivyo, kwa hiyo nakuwa najikuta na stuck sehemu moja, siwezi kufanya jambo lingine kwa sababu kuna mambo mengine tayari, yani siko free, siko huru. Kwa mimi nasubiria siku yote kwamba wauza wafanye nini niweze kumove on. Mambo bado yako pale pale. Kwa hiyo bado niko pale pale pamoja na mtoto pia nalea. So ni jambo tu la kumwomba Mungu. Utaenda wapi sasa? Pameuzwa. Nitanunua sehemu nyingine kweli.